Naitwa Sharifa Hamisi Faki. Kuna mtoto wangu ambaye amefanyiwa matendo ya udhalilishaji. Mpaka sasa hivi mtoto wangu kakata masomo, anasoma darasa la 6. Kafanywa matendo ya udhalilishaji kinyume na maumbile mpaka sehemu zinazohusika zote. Kwa hili tukio hakuna msaada wowote uliofanywa mpaka sasa hivi. Mimi naumia, naomba serikali na naochukua masuala haya wote, naomba nisaidie. Maana mpaka sasa hivi huyo jirani huko nilipokuwa nakaa tumehama kutokana na tabia hizi zinazokwenda. Mwisho wa siku natolewa maneno ya aibu, kashfa na mkewe. Huyo mtuhumiwa alofanya hivyo anaitwa Yusuf Kombo, umaarufu Mbumbwini. Tulikuwa ni jirani tu wazuri. Nilikuwa kwake naenda, wanangu wakiumwa napeleka hospitali, walobaki na wanakaa kwao. Mkewe hivyo hivyo pia, tulikuwa hivyo hivyo jirani wote. Lakini imefika siku wanangu walikuwa nafanyia, walikuwa kilala chumba, hicho chumba hakina pazia, hakina mlango, kina pazia. Ndo alikuwa akiingia humo, mkewe anamkomelea, yeye anaingia humo chumba cha watoto, anafanyia matokeo machafu. Anamuingilia, siku nyingine anaenda na bukta, siku nyingine na kanga, anamuingilia mtoto mpaka anampa simu, anamuonesha mambo ya uchi, kisha baadaye ndo anafanya hayo matokeo. Kwa hiyo naomba nisaidiwe. Mpaka sasa hivi polisi pia tumeenda, hakuna ushirikiano. Wanabaki tu sasa hivi kunipigia simu, njoo hivi, njoo hivi. Na hospitali nimeenda pia hajapewa dawa yoyote, mwanangu kaasirika vibaya vibaya. Mpaka sasa hivi tulipofikia nimemsafirisha kwa matibabu, lakini hamna msaada wowote. Mwanangu anaumia. Na mpaka sasa hivi alipo ni wa kufungwa kamba. Inaniuma. Hakuna chochote kilichowezekana na sina chochote cha kumsaidia mwanangu. Sasa hivi yupo tu kwa amefungwa kamba wa kukimbia. Hajui kula, hajui chochote. Inaniuma. Naomba munisaidie. Na serikali nisaidie, sheria ifuate mkondo wake. Hicho kitendo, huyu tulikuwa ni jirani tu tunaishi, lakini ndo alikuwa analala humo ndani, ndo alikuwa anamuingilia humo chumbani usiku kwa usiku. Siku nyingine mke wake hayupo mchana, anamuingilia pia, anamuingiza mpaka chumbani mwake, anamfanya hicho kitendo. Mtoto anamwambia mimi naumia, lakini yeye hasikii. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ndo mwanangu kafikia hali hiyo jamani. Hayo ni yani tuseme ule mtoto kashazoea tena, nikamfanya kama mkewe. Na sio ndo mwanzo. Muda mrefu toka nina mimba mpaka nimejifungua ndo nimekuja kujua. Mtoto ana miaka 12. Mtuhumiwa na miaka kwenye 40 ama 50. Hatua ya kwanza iliyochukua tumeenda polisi. Na polisi ndo akanipa ile press release, tukaenda hospitali. Hospitali tukaambiwa hajafanywa chochote, lakini kumbe mtoto kaasirika. Tukarudi tena mara pili na walimu tukashirikiana. Tukapewa majibu kweli mtoto kaasirika vibaya sana. Kwa hiyo hajafanywa chochote zaidi ya kupimwa tu vipimo, lakini hajafanywa chochote mpaka sasa hivi ninavyoongea. Kituo cha Bububu.
Majibu mimi sijapata mazuri, kwa sababu ukienda anakuambia hili tukio, unaambiwa mara kwanza kama mtoto hajafanyiwa itakuwaje, mara pili murudi mnasema mtoto kafanyiwa. Tukio hilo sisi hatukubaliani nalo. Kwa hiyo naomba serikali nisaidie, na kama rais anasikia pia nisaidie kwa masuala hayo, maana mpaka mwanangu kafika sasa hivi anafungwa kamba, hali chochote hajui chochote. Sehemu ninayoishi ni Mwanyanya huku kwa Bairo, umaarufu kwa Juma Pama.